Unaona hii gari? Saizi waaria wanauza mahewa kama bei ya kutupa. Wanauza mahewa kama unataka mahewa bei rahisi enda Garissa saa hizi. Wanaziuza kabisa juu hii gari. Kwa sababu hii gari iko na 220 horsepower na ukumbuke haina difference sana na hiyo gari. Kama ni kubeba inabeba kubeba. Ukiangalia iko na angalia spring. Tarara spring hiyo wani. Angalia spring. Okay, it's a single diff but bado iko na diff lock. Acha tuiangalie tuone venye huko. Kiangalia inafanana kama ile nyingine ile 180 horsepower but iko na difference kiasi. Kiangalia kama hii stats zake ni 10. Kiangalia mguu ya mbele ABS braking system iko sawa. Spring mbele ni ngapi? Spring ni 3. Unaweza ni spring ngapi? Spring ni 3. Haya tukuje. Hii gari ni moto. Haya, kama nikuonyeshe difference hii gari na ile nyingine. Haya, ukiangalia hapa inatumia V-arm. Bonga leo system ya diff. Inatumia V-arm na for much stabilization of the truck you need this. Acha tuongee na udere tusikie. Mbona waliamua kuchukua ya 220 horsepower? Mbona wakaamua fao? Atupatie sababu 2 ama 3 ya mbona walikubali. Oya Kadere. Wacha ni kama tubonge kidogo. Acha tuambie mambo 2-3 ya kwa nini akachukua hii Ford JK6 220 horsepower. Bro, kumekuwa na confusion mingi sana kwa pale kwa mtandao kwa sababu ya hii gari. Hii Ford JK6 hii 220 horsepower. Kwa ukiangalia saizi kuna hii 180 horsepower na hata unaongeza tandem Kwa nini ukuchukua hiyo na hiyo ni cheaper? Ukachukua hii ya 220 horsepower. Kwanza majamaa, mimi nimekaa na FAO hii mwaka wa 5. Okay. Nikiwa na FAO. Nianza na ile C180 zikitoka KCY tukakuja KDC Mark kwa sababu hizo kulikuwa na kidogo tofauti, upande wa shifting ya gears ilikuwa ngumu. Tukatoka hapo tukakuja hiyo JK6 hiyo mguu 6. Ni gari nzuri, lakini kutoka hapo sasa ndio hii nafika kwa KDU hii 220. Maze kwanza hawa watu wanafaa nitafute, tumewajenga sana. Kwa nini? Ndakana tutafute. Hii FAO 220 naweza advise majamani gari poa. Hii gari iko na advantage kubwa na ule mtu mwenye ameweka tandem. One ataumia kwa consumption kwa sababu gari yake lazima ita struggle kuvuta ile mzigo kubwa. Juu ni 180, hii ni 220. Hii ni 220 kabisa. Okay. Hii 220 hauta hustle. In fact kwa milima kama hiyo for example Sichangwan na 18 tons like mimi nabeba mifuko 360 kutoka pale Simba Cement ikipeleka Kakamega. Hiyo 360 kama hakuna jam kwa hiyo mlima mimi nitapanda na namba 5 6. Ndugu yangu umebeba simiti 360. Unajua unaweza kuwa una ushahidi ndio hii hapa. Mpaka kuna evidence kwa karatasi. Ushahidi hiyo hapa. Hii ni ya jana. Simba Cement. Tuko hapa Nakuru by the way. Tuko Nakuru saa hii. Nilikuwa na kaza moja 2 ndio niende niume mkondo wa pili. Okay. So ukitoka hapo unaenda simiti. Kutoka hapo naenda niume simiti tena. Peleke Teremsha Western. Na huko Western hii FAO anasema aje huko by the way? FAO huko anasema aje? Sasa usikii kwanza Kakamega town hii ndio ya kwanza. Hii 220 ndio ya kwanza. Azin hii yenye tuko ndo ya kwanza. Ndani hii ndio ya kwanza msee. So huko wewe ndio kusema na hii FAO. Mimi ndio kusema. Naambia watu wenye wanaweka tandem niwapate kwa mlima nitawaonyesha. Haya. Wewe watu wa tandem mmesikia? Wewe akina Justo umesikia? Justo nikupate. Justo kishiko ukipatikana kwa barabara wewe. Unalambishwa mkeka. Juu yuko na Ford JK6 220 horsepower. Okay bro, naweza kuuliza maswali kadhaa zenye niko sure
wasi wako nayo. Kuna hii 4JK6 mguu sita ni watu wanaongeza tandem na kuna hii yako 220. What's the difference? Because niko sure unajua kuna ile difference yenye sisi tunajua, but wewe kama dereji umekuwa nayo unajua hii inaweza fanya hii maybe hii iwezi ama hii iwezi ile inaweza. Tuambie mambo mbili tatu kuhusu. Ya kwanza hii iko na deflock. Okay. Tuonyeshe hii deflock. Hii unaweka hivyo, unatoa. Unaweka unatoa. Hiyo deflock kazi yake ni now that hii gari ni single door. Ukienda mahali mguu ya huku slip, unafinya hii unaweka on. Na maanisha hii haita propel kama ingine itopel, lazima zitaenda uniform. Hiyo mtu wa JK6 180 hana. So hii yako ya 220 horsepower. 220 horsepower. Juni mwana iko na system ya velo pale hivyo. Hii kwanza tofauti ya kwanza ni diff. Hiyo diff lock. Mimi naweza lock hii mguu ya huku na ya huku ziende same. Rotation ni kwa moja. Hiyo JK6 180 hana hiyo. Pili, pale nyuma ukiangalia stability, ukiangalia muunda yangu kwanza juu kuna V-arm, alafu chini kuna stabilizers. Hiyo mtu watanda maana kumaanisha hii gari kwa stability yake iko on another level. So majamaa, hii ni gari ya kazi. Mimi nawaambia hii ni gari ya kazi. Hii gari sisi hatulalangi. Sisi tukilala ni wakati kama saa hii unapumzika ikikazwa pia kidogo. Okay. Na unajua kuna mtu mwenye atasema mimi siwezi chukua hii kukiwa na hiyo ya mguu sita. Ni nini hiyo unaweza mwambia consider sana according to you? Sisi wamechanganyikiwa pale. Sasa watachukua hii ama watachukua hiyo? Unaweza waambia aje? Mimi naweza ambia mwenye anataka kuchukua mguu sita, especially yule mwenye anasema anataka kuweka tandem. Kitu ya kwanza anza kuangalia gharama yao kuunda tandem. Kuunda hiyo axle. Alafu badilishe miguu. Improve miguu zitoshane na miguu ya hii gari. Naweza ambia jamaa kwanza angalia gharama, pili angalia hii ni business. Ongelea biashara transport industry. Angalia kesho. Ukichukua gari ya horsepower kidogo uanze kulazimisha na mzigo kubwa, lazima itakusumbua. Sababu size ya diff na size ya engine hazitoshani. Kila kitu iko tofauti. Hii 220 turbocharger iko improve, hiyo system ya intercooler iko improve, mpaka na diff iko improve. So jamaa consider hiyo. Okay. So majamaa, sasa hapa mambo imechemka kwa sababu watu lazima waambiwe ukweli, na lazima tuambiane ukweli ndo kila mtu aweze kunini. Okay, tuasimu wewe saizi unatoka hapa uchukue mzigo Kakamega upeleke Mombasa na urudi. Na ule mtu mwenye kona hiyo 4JK6 ya tandem abebe the same mzigo na wewe, muende Mombasa na mrudi. Kutakuwa na tofauti gani na mtalipo the same? Kwanza nitakunywa mafuta yangu, itatumia mafuta kidogo. Strain. Mimi si strain, yangu itatukunyia mafuta kidogo. Pili majamaa, mimi mtu wa wanaite watanda matakutana mimi nikirudi. Hiyo ni kitu ya pili. Ita save time yangu ita save time. Gari haita ngangana kwa sababu gari imeundwa iko manufactured kunini hiyo mzigo. Wakati huyu atakuwa na bembeleza sichemuke juu mzigo imepewa kubwa, yangu itakuwa inaenda kusoma jamaa. So yangu ita save kwanza kwa mangede, yangu ita save na kwa time ita save. Okay. Haya. So, investor pale nje, hebu piga hesabu uone ni gani itakufaa na kazi yako. Foita wameingia sana saizi industry kidogo wanavuruga pale. Hata tuone venye watu wao watatupeleka, tuone kama hizi kampuni zingine zitalalia masikio ama pia zazo zitakimbizana nao. So
piga hesabu zako wewe kama investor uone kama utaweza kuwekelea hiyo gari. Bro, asante sana. Poa. Chatuone hivi. Tatu wale tatu.